Karibuni watazamaji wetu wa kipindi yetu ya Wimenye ama Jijue, ile tunayokuletea kila siku ya Jumapili asubuhi. Kwa hivyo watazamaji wetu, kuweni karibu sana, tuweze kuandamana pamoja ili tukaweze kujua ni nini haswa Mungu ametuandalia siku ya leo. Karibu sana Wanjiku katika kipindi, kaweze kusalimia marafiki wetu, watazamaji wetu ili tukaweze kuendelea pamoja. Wanjiku, karibu sana. Na wasalimu katika jina la Bwana. Musikie mkiwa nyumbani, wakati mnapotutazama, wakati mnapotusikiliza. Na watakia Sunday njema ya baraka na mbarikiwe sana na Bwana. Asante sana Wanjiku. Watazamaji wetu, siku hii ni siku ya kipekee. Hakika tunakuanga tukiwaimbia kila siku tutawaletea mgeni. Hakika Mungu ametujalia siku ya leo tuko na mgeni wetu. Karibu sana rafiki wetu, kaweze kusalimia watazamaji wetu, kawaambie wewe ni nani ili tukaweze kwenda pamoja. Okay, asante sana wale ambao mnatuangalia. Siku ya leo na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo mimi ni mgeni lakini si mgeni sana. Asante sana kwa kutuangalia. Na kitu kingine nasema ya kwamba hii show yetu inakaa ya kupendeza sana. Vile mmesikia inakaa ya kupendeza sana. Kitu tunahitaji ni support yenu. Asante sana. Okay, pole sana mgeni wetu. Watazamaji hawajajua wewe unaitwa nani. Unajua majina ni muhimu. Wacha majina, namba, gari haina namba. Ni ya mwizi. Okay. Pole sana kwa kutotacha jina langu. Jina langu naitwa Evangelist Dominic Nyabuto. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo ndio nimefika mahali hapa. Kwa hivyo niko na furaha sana. Na niko na furaha zaidi kwa sababu ya asubuhi ya leo. Na tena hii ni fefa ambayo nimepata machoni mpenyu. Kwa hivyo asante sana na asante sana. Asante sana. Ndio hiyo watazamaji wetu, hakika unajua hata Biblia imesema katika maandiko matakatifu ati lazima wawili ama watatu wakubaliane ili wakaweze kwenda pamoja. Na sisi ndio maana siku ya leo tuko na mgeni wetu Dominic, karibu sana katika kipindi yetu ya Wimenye. Hakika tulikuwa tunakutarajia na umefika. Tunashukuru ama ni aje Wanjiku kabisa. Tukikuwa na mgeni ni baraka. Kwa hivyo tungeweza ili tukaweze kuanza pamoja, tunaanza kwa maombi ili tukaweze kuendelea katika safari yetu ya leo. Yes. Acha tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante asubuhi njema. Yes. Mungu, tunasema ni asante kwa kuwa umelala pamoja nasi. Hakika umekuwa Mungu mwema, usiku mzima umetulinda. Ndio maana tunabudi kusema asante. Asante Mungu wetu. Mungu wetu, tazama kuna mesa umetuandalia mbele yako Jehova. Mungu wetu, tunakuomba Bwana ukaushushe neema yako ili Bwana wa mabwana ikaweze kuwa pamoja nasi. Mungu wetu, tunakuomba Bwana ukaweze kuanza nasi katika kipindi hii yetu Jehova. Sababu bila neema zako Bwana, bila nguvu zako Jehova, bila kuelekezwa na wewe Bwana hatutaweza. Ndio maana tunakukaribisha siku ya leo Bwana ukaweze kwenda pamoja na nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Watazamaji wetu, hakika Mungu ni mwema. Siku ya leo tuko na evangelist. Kama umesikia umesema aje? Naitwa Evangelist Dominic. Nimesikia ni kama uko na ndepe mara mbili. Na kwa hivyo tunashukuru sana kwa yote. Kwa hivyo Mungu wetu hakuwa Mungu mwaminifu kwa yote. Okay, tunasema ya kwamba Dominic ni wewe siku ya leo kama vile Mungu amekupea hiyo cheo. Hiyo cheo ya kuwa mhubiri. Ni wewe leo tunakupea hiyo jukumu, kaweza kutusomea maandiko matakatifu, kasikia Mungu anataka kusema aje na sisi. Watazamaji, vile nimewaeleza ya kwamba mimi naitwa Evangelist Dominic Nyabuto. Nimewaambia ya kwamba hii ni fefa kubwa sana nimepata kuja hapa kwa hii kipindi ili tukashare neno la Mungu. Kwa hivyo nawaambia ya kwamba neno la Mungu ni uhai, ama neno la Mungu ni uzima. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukienda kusikiza hili neno utasonga kiwango kingine. Kwa hivyo nataka kuwaletea neno ambalo linatoka katika kitabu
cha Timotheo ya pili, Timotheo ya pili usome iwansie chapter 3 verse 1 to 9. Kwa hivyo nataka kuwasomea hili neno ambalo liko mahali hapa, tukilitilia manani. Hili neno tutasonga mbele. Hili neno litatuinua kiwango kingine. Kwa hivyo wacha niwaletee hili neno ili tukasikie vile Mungu anasema. Si mimi nasema, ni Mungu anasema. Kwa hivyo nataka kusoma hii Timotheo ya pili chapter 3 verse 1 to 9. Inasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwepo nyakati za hatari tu, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukra, wasio wasafi. 3, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suruhu, wasingiziaji, wasiojisuia wakali, wasiopenda mema. 4, wasaliti, wakaidi, wenye kuchifuna, wapendao anasa kuliko kupenda Mungu. 5, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. 6, kwa maana katika hao wamo wale wachiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga, wenye misigo ya dhambi, wasiochukulia na tamaa namna nyingi. 7, wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kuifikia ujuzi wa kweli. 8, na kama vile Yane na Yabla walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. 9, lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. Kwa hivyo vile mmesikia ya kwamba hili neno la Mungu katika hii kitabu cha Timotheo ya pili chapter 3 verse 1 to 9, hili neno limekuja linatuambia ya kwamba siku za mwisho watu hawawezi penda Mungu. Watu hawawezi tamani kusikia neno la Mungu. Hizi vitu ambazo zimezungumziwa hapa ya kwamba watakuwa wanapenda pesa, yani fedha, watajiona kama ya kwamba wamefika. Watajiona ya kwamba wao ndio Mungu. Vitu mingi wataona kama ndio Mungu zao. Kwa maana hili neno la Mungu watakuwa na chifuna, watakuwa na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno la Mungu wataliona kama ni upumbavu mbele yao. Hata wanasikia neno la Mungu wanasema, ai, hili neno gani sasa? Mimi sitaki. Hii sasa na tena watasema ya kwamba tumeupiliwa sana. Sisi tunalijua, watasema, mimi nalijua hili neno. Mimi nalielewa hili neno. Hizi ni siku za mwisho tumefika. Hata utaona ya kwamba hata mume wa mtu anaenda anachukua bibi ya mtu. Bibi ya mtu anaenda anaacha mume wake, anaenda anachukua mume wa mtu mwingine. Hizi ni siku za mwisho tumefika. Utaona hizi vitu hata saa hii simeonekana. Vile naongea hivi, saa hii kuna mtu ameamuka kutoka nyumba ya mwenyewe. Wacha niseme hiyo ni reality. Ukinichukia, unichukie.
Ongea Kuna mwingine ameamuka kutoka nyumba ya mwenyewe saa hii. Kweli kabisa. Kuna bibi ameamuka kutoka nyumba ya mwingine. Sasa ni vizuri unichukie, lakini nikwambie ukweli, neno la Mungu linasema ya kwamba hiyo ni upumbavu. Na wakijua ni siku ya mwisho. Hiyo watakuwa mkae mjue ya kwamba hizi ni siku zile Mungu alisema ya kwamba ni siku za mwisho. Ni siku ambazo, let me tell you, kama vile unaniangalia hivi, let me tell you, hizi siku tumefika ni siku za mwisho. Hata uziamini, lakini mimi nimesema kuambia hizi ni siku za mwisho. Kitu unastahili kufanya ni nini? Unastahili kusikia neno na ukalisome na ukalielewa na ukafuata vile neno linasema. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa sijui kama ni sijui hii dunia tuko aje. Hata ukitembea unashindwa aje. Wengine wanasema ya kwamba sisi ni sisi, yani wanajipenda wenyewe. Unaona siku hizi watu wanatembea ushi, hawafai na jili ya ile inastahili. Unaona watu wanafanya mambo yenye haieleweki. Maana ni siku za mwisho. Wewe unaye tutasama kama ukijua ni siku za mwisho. By the way, unajua hata mwajiko tulia last Sunday mhubiri wetu Dominic tunasema last Sunday tuliwaambia tutawasomea kuhusu siku za mwisho. I think director wetu unakumbuka hapo. Na ndio maana siku ya leo tunataka kutimiza ili neno ili waweze kujua. Unajua tuko kwa kipindi inajiita jijue. Na lazima wakae kama wako kwa laini. Wajijue, wajue hii ni siku za mwisho. Laini ya Mungu. Wakae katika laini ya mwisho. Tunawaambia kila wakati Dominic. Watu yangu wetu wakae wakiwa wanakaa katika njia za Mwenyezi Mungu ili wakaweze kuokoka siku za mwisho. Hebu sikia vile neno linatuambia ya kwamba ati hizi ni siku za hatari. Maana ni siku za mwisho. Unajua wajiko watu wengi Mr. Dominic na pale kwa kikingi ya stima. Panaandikangwa hatari. Lakini unapata kama danger. Lakini unapata watu wengine wanapanda kwa ile kingi. Sababu unajua wanaenda siku hizi watu wanaenda unajua na yale ambao wanaambiwa. Ukiona yule mtu mwenye anafanya hivyo nyaga ni kumaanisha hajijui. Na ndio maana tuko hapa tukuambia wajijue. Wajijue na wajielewe. Wajijue na wajielewe. Watazamaji wetu tuko hapa ili tukaweze kukuopea neno la Mwenyezi Mungu. Usiseme si kuambiwa. Mumeambiwa katika madhehebu zenu. Mumeambiwa katika nyumba zenu. Wacha niwaambie kwamba si wewe umewasomea neno. Si wewe umewaambia na umewaelezea vile nyakati za mwisho ziko. Hata mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kumewekwa muhuri umeambiwa ya kwamba umeambiwa ni siku za hatari, ya kwamba umeambiwa ni siku za mwisho. Usipotimiza na umesikia, usipotimiza na umeambiwa, sasa hiyo ni shauri yako. Ole wako wewe ndio utakuwa hatarini. Kweli. Ya kwamba sisi tumeoga mkono, juu tumekuhubiria na tumekuambia ukweli. Ile la maana hapa siku ya leo watazamaji wetu, sababu ya muda na wakati, ile ya maana ni kukaa katika njia rahini kwa sababu tumeambiwa ili tukaweze kukaa katika kujua njia za Mwenyezi Mungu zitakuwa namna gani siku ya mwisho. Kwa hivyo asante sana Mr. Dominic kwa yale yote na si ati ni siku ya mwisho tu, kaa ukiwaambia wajijue wakae kama wanajijua. Kwa hivyo ni vizuri sana Mr. Dominic na Mungu akubariki. Amen. Kwa hivyo ile tunataka kusema ni kama last Sunday nini reference tulisoma kuhusu vile watoto wakitii wazazi wao ili wawe miaka mingi, na ile ni ile amri kubwa yenye agano yenye ahadi na Mwenyezi Mungu. So ndio tulikuwa tumewaambia siku ya leo, na tutawaambia siku za mwisho zitakuwa aje. Sababu ukiangalia vile watoto wanakaa siku hizi Dominic, wanakaa ni kama wamefika ni kweli. Hata siriti ziko kusijui wapi. Nguo wanavaa ni mbaya.
hawasikii wazazi wao. Ukiwakuta hata kwa barabara, leo tulikuwa tunaongea hata shule siku hizi vile siko. Unapata mtoto hata anakaa tu anavaa miniskirt kuelekea shule. Unasema miniskirt. Hata ukikuta watoto wakicheza, hawezi wakakuondokea kwa barabara. Hata utastukia umegongwa na ile mpira. Asikia. Kwa sababu imeandikwa hata leo nimesikia katika neno watoto hawatakuwa na tii watoto wazazi wao. Ndivyo imeandikwa, nimesikia hapa. Kwa hivyo kumaanisha hiyo tu, unaona vile unaona saa hii nyakati ziko zimeandikwa hapa. Ile kitu inakuanga nini Mr. Dominic, mimi najuanga kitabu ya Mwenyezi Mungu ni kama vile mzee akizeeka anachukuanga kamkwaju ili kaweze kumuelekeza mahali anaenda. Ukweli? So ndio maana Mwenyezi Mungu aliona tusipokuwa na Biblia hatutaweza kukaa vizuri katika hii ulimwengu. Na ndio maana Mr. Dominic ametusomea leo, Sunday tuliwasomea na Wanjiko. Kwa hivyo ni vizuri kukaa ukisoma neno la Mwenyezi Mungu ili ukaweze kukaa katika laini ya Mwenyezi Mungu na uweze kukupeanga favor yake kila wakati na kila siku. Kwa hivyo watazamaji wetu, tunasema ya kwamba sisi tunakupenda. Sisi tunakuweka, yani tunakupenda sana. Wewe ni wa maana katika hii kipindi yetu ya Wimenye. Na ndio maana siku hizi tumesema heri tukuletee, usiseme tu Wanjiko amesema, Nyaga amesema. Leo tunakona kama umekuletea mgeni. Kama usikii kuelezea zaidi. Kama usikii Wanjiko, haya basi. Kama usikii Nyaga, haya basi kuna mwingine amekuwa mgeni. Amen. Ujue nawaambianga sana wewe ukikaa katika njia za Mwenyezi Mungu na uweze kusoma neno, hata mengine yanajiletanga yeye mwenyewe. Hata baraka inajileta yenyewe. Baraka inajileta. Mambo yote, hata nyumba yako inakaa laini tu bila kujua. Haya watoto kama ni shule wanasoma bila kujua. Kwa hivyo kaa tu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ili maana tu ni kujijua wewe ni nani ni katika maisha yako, si yangu. Na umesimamia kwa pengo gani? Umesimama kwa pengo gani? Unajua majukumu nayo watu wanaepuka sana. Wazee wanaepuka majukumu yao. Mama wanaepuka majukumu yao. Sasa watoto wanakuwa kupotelea chini. Unajua Mr. Dominic umetusomea hapa ati kuna bibi wanatoka katika nyumba za wengine na ni upumbavu. Ni kweli sana vile wamefanya yani ile majukumu yao ndio wanahepa wanaenda kwa zingine zenye hazina maana na hazina maana hiyo. Hivyo asante sana kwa hilo neno. Mungu kila wakati anakuanga na ufunuo wake, kila siku kila wakati Mungu lazima kuwa na ufunuo wake. Kwa hivyo mtazamaji wetu, tukitamatisha kipindi hii yetu ya neno la Mwenyezi Mungu, ni kuwa ya kwamba tunasema ujijue ya kwamba hizi siku ni siku za mwisho. Ni nyakati zile ambazo hata Mwenyezi Mungu iliambiwa watu watazaliwa wenye hawasikii, wanatazama lakini hawaoni. Kwa hivyo ni vizuri sana tukae katika hiyo hali ya kujua Mwenyezi Mungu na kujijua wewe ni nani, ili tukaweze kukaa katika ile pengo nzuri Wanjiko. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wakati muda na wakati. Mr. Dominic, tumeshukuru. Labda unataka kusalimia, hata kufunga tunafunga. Tunaendelea. Bado kuna safari iko mbele yetu. Kwa hivyo labda ukitaka kusalimia mtu mmoja ama wawili kabla tuende kwa hiki kipindi kingine, salimia sababu wewe ni mgeni wetu siku ya leo. Na tena niwasalimu. Asante sana kwa neno ambayo nimeleta, na tena ni Mungu ameongea na nyinyi. Kwa hivyo nataka kusalimia waimbaji wenzangu ambao wako pale Kisii. Nataka kuanzia my cousin Deno Mpole, my cousin ambayo ni Christopher, my cousin Rogers Kangwana. Nyinyi yote na wasalimu, na wazazi wangu pale kwetu na wasalimu, na majirani wote na wasalimu sana. Mbarikiwe na mbarikiwe sana. Amen. Asante sana. Usipaduke.
bado kuna kipindi inakuja ile Bando ambayo band. ile tuliwaambia tutakuja kuendelea. Hatujamaliza hii safari, lazima tupigane. Sababu sisi tumesajijua, Wanjiku amejijua, Mr. Dominic naona amejijua. Ukiona mtu anakula neno na Mwenyezi Mungu kama chakula, anajua Mungu. Kwa hiyo Anajijua. kaa hapo tungoje, tunakuja short time tunakuja hapa. Ala.